Je, watoto wa IVF ni sawa na watoto wengine? Ndiyo, jibu ni ndiyo. Mtoto anayepatikana kwa njia ya matibabu ya IVF hana tofauti kabisa na mtoto mwingine. Unaweza kuona mtoto kama huyu ni sawa na mtoto mwingine tu aliyezaliwa nyumbani mwako. Lakini mtoto anayepatikana kwa njia ya IVF na anayezaliwa kwa njia ya natural process, wote wako sawa. Je, ni yai langu litatumika kabisa? Ni yai lako ndio litatumika. Ni yai lako mwenyewe, na tutalivuna, tutaliunganisha na mbegu ya mume wako, na baadaye mtapata mtoto wenu mzuri kabisa. Tena mtamfurahia. Na kwanza hana tofauti na hao wengine waliopo. Kwa hiyo ninachokupendekezea ni kwamba kama umekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu na haujapata bahati ya kupata mtoto, ninakupendekezea njia ya uhakika ambayo unaweza kupata mtoto kwa wakati unaoutaka mwenyewe na mtoto wa jinsia unayoitaka mwenyewe. Ni njia ya matibabu ya IVF. IVF ni tiba bora kwa matatizo ya ugumba. Kwa hiyo mtoto anayepatikana yuko sawa, na mbegu iliyotumika ni ya mume wako mwenyewe ambaye ataitoa. Ikishavunwa inafanyiwa assessment. Kama kuna magonjwa ya kurithi kama sickle cell, wataalamu wanakuwa na uwezo wa kuyaondoa kabla hawajarutubisha lile yai. Kwa hiyo hakuna magonjwa ya kurithi kwa mtoto ambaye anapatikana kwa njia ya matibabu ya IVF. Kwa hiyo nakupendekezea kwamba mtoto anayepatikana kwa njia ya IVF hana tofauti na mtoto mwingine, na utafurahia maisha kwa sababu anafanana na wewe, na atafanana na wewe baba, atafanana na wewe mama, na utampata kwa wakati ambao utatamani wewe mwenyewe umpate. Anza leo matibabu ya IVF. Anza leo matibabu ya ugumba ambao umekuwa nao kwa muda mrefu. IVF pekee ndio itakupa majawabu ambayo unaweza kuyaenjoy na kuyatumia katika maisha yako. Familia yako itarudia katika hali nzuri kwa sababu ya furaha ya kupata mtoto. Ninajua familia inapokosa mtoto inapitia changamoto nyingi, lakini Mungu akawafute machozi ya namna hiyo, na zaidi akawape mtoto kwa wakati wake. Lakini njia ya IVF ni njia ambayo imeonyesha duniani kote kusaidia familia ambazo zilikuwa hazina furaha, kusaidia familia ambazo zilikuwa zimepoteza matumaini na kuwa na tabasamu na kuanza kufurahia maisha, kwa sababu tiba hii ya IVF ni tiba ya uhakika. Nenda kawaone wataalamu, tibiwa pamoja nao, zungumza pamoja nao kama marafiki, na hata pale inapoonekana IVF imefanyika ikashindikana, zungumza nao kwa lugha nzuri ya kirafiki, kwa sababu wote nia yenu ni moja, ya kuifanya hii familia iwe na furaha. Ninakupendekezea leo usichoke kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati unakuja utakapopakata mtoto wako, wakati unakuja utakapolea watoto wako, wakati unakuja utakapofurahia ndoa yako. Ndoa yako itaimarika, na kwa sababu IVF sasa ipo duniani kote. Nenda wewe dada, nenda wewe shangazi, nenda wewe mdogo wangu, kafanye huduma ya IVF. IVF ni halisi. Utapata watoto ambao wewe mwenyewe unawatamani. Utapata mtoto ambaye ni wa kwako mwenyewe. IVF haupandikizwi mtoto wa mtu mwingine, unapewa mtoto wa kwako mwenyewe. Wala kusiwepo na notion kwamba pengine mtoto anayepatikana sio wa kwangu. Wa kwako wewe baba, na mtoto huyu ni wa kwako wewe mama. Na hii huduma ya IVF sio tu involving. Ni kwamba unaonana na mtaalamu, unaendelea kufanya kazi zako, unaonana na mtaalamu, unaendelea na shughuli zako, unaenda shambani, unaenda kwenye biashara.
kokote unaweza kwenda huku ukiendelea na prosesi zako za IVF. Kwa hiyo ninakupendekezea leo kwamba kama umekaa kwa muda mrefu na haujapata mtoto, basi njia bora ya kuweza kupata mtoto kwa haraka zaidi na kwa wakati unaoutaka ni njia pekee ya IVF. IVF imeleta tabasamu. Bwana akusaidie.